Key benefits will include, after attending this seminar, savings, staying updated on budget issues, ensuring compliance with tax and regulatory requirements, assessing the financial implications of budget changes, improving strategic and financial planning, engaging directly with tax and finance experts, identifying emerging opportunities, enhancing institutional preparedness, and networking with peers from various sectors. This seminar will cover the following: Tax Administration Act changes for the year 2026-27 fiscal year, income tax updates for the 2026-27 financial year, VAT changes for the year 2026-27 financial year, excise duty and import tax changes for the year 2026 and 27 financial year, changes in other laws, levies amended for the year 2026-27 financial year, and amendments under the East African Community Customs Management Act for the year 2026-27. Kwa hiyo machache, napenda kutamka wazi kwamba semina yetu sasa imefunguliwa rasmi. Naomba nimkaribishe presenter wetu wa kwanza, Bwana Leoka Masawe, karibu. Mojawapo kifungu kilichofanyiwa mabadiliko ni kifungu cha 10. Kifungu cha 10 kwenye kodi ya mapato ni kifungu kinachoruhusu msamaha wa kodi, exemptions of income tax, ni kifungu cha 10. Sasa hicho kifungu cha 10 mwaka huu kwenye bunge letu limeruhusu kifanyiwe mabadiliko, na sehemu iliyofanyiwa kitu ambacho kimefanyiwa mabadiliko ni kuruhusu tunasema framework agreement kupata exemptions. Framework agreement ni nini? Tunajua sasa hivi, zamani tulikuwa tunaita, kabla mwaka 2017 hapa katikati, serikali ilikuwa imeingia ubia na mikataba ya madini ambayo tulikuwa tunaita ni MDAs, Mine Development Agreement, kabla ya hapo. Kwa hiyo imeenda hivyo, lakini sasa hivi mikataba ambayo serikali inaingia tunaita ni framework agreement, ambazo anaingia na mwekezaji, anaingia na serikali kwa ajili ya kuendesha mradi huo wa madini. Sasa kabla kifungu hiki hakijawekwa, serikali ilikuwa inaingia framework agreement, lakini challenge walizokuwa wanasema ni kwamba kutokana na framework agreement hazijatambulika kwenye sheria, wanasema kwamba kulikuwa na challenge inavyotokea kwamba kuna incentive ambazo framework agreement, tunasema government negotiation team imeadvise serikali, inaenda kwenye tunaita steering committee ambayo iko chini ya waziri mkuu, inapitia, inamaliza, inaenda kwenye baraza la mawaziri linapitisha kwamba hii agreement tumeingia na huyu mwekezaji kwa ajili ya kuundertake project mbalimbali. Kwa mfano, ziko project mbalimbali ambazo mnaweza mkaona sasa hivi. Kwa mfano, kuna issue mnayosikia ya Kabanga, kuna ya Faru, kuna hii mpya ambayo tumeingia, tulireview mwaka 2017 ya Twiga ambayo serikali anapata share humo ndani. Na jinsi tulivyoiweka hapa kwamba inaonekana kwamba watakaopata exemption ni wale ambao serikali ina share. Kama tunakumbuka, mchakato wa madini umepita muda mrefu sana, lakini ilipofika mwaka 2017 tulivyo sheria zetu za madini, tukaruhusu kitu ambacho muda mrefu kamati mbalimbali ambazo zilishaundwa na serikali kwa ajili ya kureview mikataba ya madini ilishauri. Mwaka 2004 kamati ya Kipokola, 2006 kamati ya Masha, mwaka 2008 kamati ya Bomani, zote zilishauri kwamba mikataba ya madini ipitiwe na serikali iwe na share. Kwa mwaka 2017 kuna vitu vilifanyika hapa katikati, si ndio? Kwa hiyo katika vile vitu vilivyofanyika, moja hapo ni katika mikataba ya framework agreement, serikali tukaweka kwenye sheria kwamba kwenye mkataba ya madini kwamba serikali itapata kitu tunachoita nini, non dilutable free carried interest,
ambayo ni kuanzia 15% na kuendelea kwenye miradi yote. Na mojawapo tunaoangalia ni mradi ambao tuliingia recent wa mwaka 2017, ni mradi wa Twiga ambao serikali ina non-dilutable free carried interest ambayo ni 16%. Kwa hiyo 16 na kuendelea. Kuna miradi mingi ipo tu, kuna mingine mpaka serikali na 20%. Sasa kwenye hii miradi, kwenye utekelezaji wake, kuna mazingira yanaonekana kwenye mwanzoni ni gharama kubwa kutekeleza hiyo miradi. Kwa hiyo sasa, ili kuhana zile agreement, sheria yetu kwenye exemption imeenda kuruhusu kwamba hizi framework agreement ambazo serikali ina share zitapata exemption kupitia section 10 ambayo tunasema ni waziri wa fedha kama kawaida, itakuwa gazetted kwenye gazeti la serikali kama kawaida. Kwa hiyo watapata baadhi ya exemption za vitu kwa ajili ya serikali hiyo kupata nini? Free carried interest. Kwa hiyo ndio section 10 ambayo tunajua ni exemptions. Kwa hiyo imeenda kurecognize framework agreement ziingie katika sehemu, kwa sababu ndio ukisoma pale utaona kuna exemption mbalimbali. Kwa hiyo framework agreement nazo zimeingia. Naamini tuko pamoja. Kinachofuata ni kifungu cha 33A. Hiki kiliingia akijakaa kabisa, kiliingia mwaka jana. Nyie wataalamu wasibu na nini kinaonekana pia mmepigia kelele sana, ambayo tunaita ni deemed distribution, si ndio hivyo? Kwamba kampuni ambazo zinaonekana hazijafanya distribution ya dividend mpaka mwaka unaisha, unapewa tena mwaka mzima, tunaangalia kama hujagawa, ikasema kwamba tutaenda kudim tutadim dividend kwa 30% ya return ambayo kampuni imefanyaje, imepata. Kiliingia mwaka jana, si ndio? Lakini ni katika area ambayo imepata challenge sana. Wakati mwingine serikali inapitisha sheria, lakini pia wadau na wenyewe wanaangalia. Sasa kutokana na maoni ya wadau, kimebidi kifungu kifanyiwe marekebisho. Mojawapo marekebisho ya kwanza iliyofanyika ni kupunguza ile deemed dividend kutoka 30% kurudi 15%. Hiyo ndio changes zilizofanyika, licha ya kwamba pia ilikuwa ijaanza kuapply. Na pia cha kwanza ni kuipunguza ile kudim kutoka 30% kurudi 15%. Cha pili ni baadhi ya sekta na taasisi zimeondolewa, ambao tukiangalia ukienda kwenye 2 imeenda kwenye section 2 imeenda kuexempt baadhi ya sekta na kampuni. Kwa mfano utaziona hapa ziko clearly stated kwamba providing that company listed in Dar es Salaam Stock Exchange, zote ambazo ziko kwenye listed kwenye Dar es Salaam Stock Exchange zimeondolewa. Na reason kubwa tunajua, nyie wenyewe mnafahamu, mnaona makampuni yaliyoko listed kwenye Stock Exchange ili ionekane ina perform, lazima watu wafanyeje? Wagawe dividend. Sasa kama wanagawa, kwa nini unaiweka kwenye DIM? Ndio rationale ya hiyo. Kwa hiyo wameondolewa. Inayofuata ni financial institutions as defined under Banking and Financial Institution Act. Kwa hiyo utajikuta baadhi ya makampuni ambayo ni benki, na ukiangalia sasa hivi yanavyoonyesha ushindani, nimeona ripoti ya East Africa hapa, benki mbili za Tanzania kwenye market capital kwenye capital ndio kubwa kwa sasa hivi, si ndio? Utajikuta kule kwenye stock exchange zipo, lakini ulipokuja kwenye Banking and Financial Institution Act sasa kule zimepata advantage, lakini ukija kwenye Banking and Financial Institution tunasema kazi ya benki ni kufanyaje? Ni lending, si ndivyo? Kazi kubwa ya benki ni kufanya capital formations. Sasa kama benki kufanya capital formations, ukienda haija distribute ili iendelee kutoa lending, wewe unaenda unaizuia, unasema hapana usilendi, si ndivyo? Ndio intention hiyo. Kwa hiyo benki na zenyewe zimefanyaje? Zimeondolewa. Alafu tunaenda nyingine, insurance companies. Na zenyewe ukisoma ndani za insurance companies ni swala la capital formations, kwa hiyo na zenyewe zimeondolewa kwenye issue ya deemed dividend. Mining companies which have entered into framework agreement with the government.
Hata hizo mining company ambazo wanasema kwamba zimeingia framework agreement na government, huku unazipa exemption ili ziweze kuform capital wa run hizo project ambazo tunasema ni kubwa. Upande wa pili ikitengeneza faida, unataka ile faida asipeleke tena kuchochea kufanyaje? Kuchochea ule uwekezaji. Kwa hiyo na yenyewe zimeondolewa, ndo madhumuni. Ndio maana ukija ukiangalia mwishoni hapa tunasema the objective is to encourage capital formation and investment through stock exchange. Ndio maana unaona baadhi ambazo ziko kwenye, ukitaka wewe usipate issue ya DMD, tuna mobilize hao watu ambao ni individual wengi, family business na nini. Moja hapo ya means ya kuwafanya issue ya dividend tusidimu ni kwenda kwenye capital na kwenda kwenye stock exchange. Kwa hiyo ndo madhumuni ya hicho kifungu. Hapo tuko sawa wote, si ndio? Haya, tunaenda kifungu namba 44. Kwenye sheria ya kodi yetu ya mapato kuanzia section 35 inazungumzia ni taxation, jinsi ya issue ya assets and liabilities, ambao utaona pale kuna 35, kuna 36 issue incoming, utaenda 37 ambao tunasema famous sana, nyewe wasibu hapa tunatumia sana, ni jinsi gani ya kuaccount cost of assets, si ndio? 39 realization na nini. Sasa 35 to almost 40 tunasema ni ile general jinsi ya kutreat rasilimali umeuza, umenunua, jinsi ya kutreat cost zake. Paka 41 unaenda 43 ndio inakuja kuzungumzia sasa issue ya gift ya mambo ya family. Sasa hizo ni general kwamba tunasema wewe umeuza asset yako. Tunajua kabisa kuna issue za computation za capital gain kama kawaida, si ndio? Ni computation ya capital gain, umemuzia mtu asset yako, utaangalia hapa mna nani wengi ni wasibu hapa, at the same time unafanya kazi za tax consultant, si ndio? Ambazo mnasaidia wafanya biashara huko, kampuni imeuza jengo lake, mnamsaidia computation ya capital gain atalipa ngapi, si ndio? Sasa section 44 ina exception yake. Tunasema ni specific sections ambayo inaenda kuangalia some exception zilizopo kwenye rules. Kwa mfano inakuwaje? Tunasema section 44 ni transfer of assets between associates or for no considerations. Umedili na hizo 35 zote mpaka umefika 41 na 42, 43. Lakini kuna some exceptions, mtu ana transfer assets without considerations. Mfano mzuri, baba anamuuzia, sio anamuuzia, kwenye harusi tumeona sasa hivi zina trend huko, umeona kama mtu anampa mtoto milioni 500, si ndio? Za madini huko, umeona kawapa kampa nyumba. Sasa tunasema ukienda 43 hizo transfer tunazosema sasa 43 ambayo ni ya gift, 44 ambayo ni transfer between associates. Baba na mtoto si associate yao, so wana uhusiano. Kuna uhusiano kabisa. Ukienda kusoma definition yetu ya associate utakuta tayari baba na mtoto wanaingia kama associate. Kwa hiyo anampa kiwanja, tunasema kile ni without considerations, kwa sababu umempa. Kwani atakwambia tu chenye thamani ya kiasi fulani, kweli kuna transfer ya hela imefanyika pale? Hamna. Lakini issue ya gain lazima ifanyike, tunasema ni no consideration. Ndio maana tunaenda kwenye section 44 inaenda kuangalia hizo exceptions, kwamba ametransfer without considerations, tuna treat vipi? Ndio hiyo tunaangalia sasa without consideration kama kawaida, kama tunavyo treat zile zingine kwenye general, kwamba tunaangalia kitu kikubwa, kwamba wewe umemuzia mtu asset milioni 10 lakini market value ni 100, tunachukua ipi? Tunachukua market value, si ndio? Ndio tuna compute gain. Sasa hapa inayokuwa na exception kwa sababu inakuwa na nani moja tu, ni zero, kwa sababu without no considerations, lakini lazima uende ukaangalie market value, si ndio?
unaangalia market value, kwa sababu amemtransfer, umempa, lakini sheria inasema si umempa kwa affection mzee wangu, umempa, umeenjoy, hiyo ni gain, si ndio? Wewe hujapata pesa lakini umeenjoy kumpa, unatamba pale mbele kwamba nampa mtoto wangu nyumba, nampa kiwanja. Kwa hiyo tutakompute ile gain kama kawaida, si ndio? Sasa exception, last year kuna scenario sasa ipo, transfer between associate. Kuna mazingira, tunarudi tena kule kwenye forum agreement mwaka 2017 kwamba serikali ilisema katika miradi ya madini lazima Watanzania tupate share, tupate share kwa 16% na kuendelea, framework agreement zote. Sasa kwenye zile framework agreement hazikuwepo huko nyuma. Umekuja, mimi na mradi wangu ni kampuni ya madini na asset yangu ambaye ndio na rights za madini, si ndio? Kwenye hizo rights za madini serikali unasema tunataka 16%. Ukija kwenye sheria za kodi, hawa watu wanaenda wana form JV, wanahamisha asset zile kutoka kwa yule aliyekuwa na miliki, zinaenda kwenye JV ili ikaonyeshe ownership ya 84% ya mwekezaji na 16% ya serikali ya kwetu sisi wa Tanzania, si ndio? Sasa kukitokea yale mazingira ya namna hiyo, ukitransfer ile kunakuwa na gain, kuna issue za kodi automatically. Yeye ametransfer, ni kwamba ni kama tunasema ni kumlazimisha kwamba mimi serikali kwenye project yako nataka ndio sheria tulivyobadilisha, si ndio? Miradi yote hata mingine tunaendelea kunegotiate tupate 84% na 16% na sisi tunapata 60%, mwekezaji anapata 84%. Sasa kwenye ile scenario mwaka 2020 au 21 tukasema miradi yote ile ambayo serikali inataka iform JV, mfano mzuri wa Twiga, tuna 16%, mwekezaji ana 84%, tunafanyaje? Uwezi kusema kwamba tulivyokuja kuform Twiga kutoka kwenye hiyo migodi Pangea, North Mara na nini, zote zina transfer zile assets zinaenda kwenye Twiga, useme kuna capital. Ni sawa, ipo, lakini serikali kutokana na kali zikapewa exemption. Ukienda kwenye second shadow ya income tax ambayo inakuwa derived na section 10 ambayo ni exemptions, utakuta kuna exemption inayosema kwamba miradi yote ambayo government ina transfer kwa ajili ya kupata non dilutable free carried interest haitakuwa na nini, itakuwa na exemption ya kodi wakati ana transfer. Sasa kwenye mazingira ya namna hiyo, baada ya kufanyika hicho kitu, kukaenda kutokea tunasema ni loophole. Mwaka jana ndo tukawa tuna treat hiyo loophole. Ilitokea namna gani? Mfano mrahisi, tunatoa mfano ambao ni wa data hivyo hivyo, kwamba serikali inapata 16%, si ndio? Mwekezaji anabaki na yeye anapunguziwa, sasa anakuwa na 84%, si ndio? Sasa kinatokea kitu kimoja. Mmeform JV. Ile JV ambayo serikali imeform na mwekezaji anaamua sasa, badala kudevelop ile project, tunafanya kitu tunachoita farm out. Kwenye issues za wanatumia sana kwenye oil and gas, farm in farm out. Mtu ana develop project, akimaliza akifika katikati tunasema ana farm out, anauza. Ni terms tunazotumia. Kwa hiyo ana farm out, anaamua kuondoka. Kwa hiyo kwenye ile JV anayo, lakini huwezi kumzuia kwenye 86% yake amepata mtu mwingine ambaye anataka kudevelop asiuze, au anataka kuingiza mtu ambaye ataingiza mtaji mkubwa, anataka kumuuzia rights, si ndio? Lakini tukumbuke hapa kwenye sheria hii inasema hivi kwamba ukisoma 44 subsection 2 44.1 inaonyesha kabisa kwamba ni hiyo transfer either by way of gift kwa associate au una transfer with no consideration. Si sawa?
ishafomiwa tayari. Lakini 2 ikaenda ikasema, subsection 2 ikaenda ikasema, kwa vile wewe, mfano ule kwa vile wewe ulimpa kijana wako kiwanja, mfano mrahisi, si ndio? Kwa market value, transfer tutakayoenda nayo, kijana wako atakayoama nayo, kwa sababu tulisema without no consideration, si ndio? Value atakayoama nayo ni market value. Sasa tuje kwa mwekezaji, transfer between associate, 84% yake alionayo ameitransfer kwenda kwenye market value. Sasa kwenye ile joint venture mlionayo anaitransfer, sasa yeye anafahamu out, anatoka anaingia mwekezaji mwingine. Kama ulitransfer ile asset kwenye market value na yeye akawa anauza kwa market value ile, utakuwa na capital gain. Utaweza capital gain itakuwaje? Itakuwa 0, si ndio maana yake? Kwa sababu kama market value ya hiyo asset ilikuwa labda ni kubwa, kwa sababu ni hizi amount kubwa, labda bilioni 100, serikali amepata 60% ya bilioni 16, mwekezaji amepata 84 bilioni, tuseme hata ameamua kuuza 90. Kwa hiyo utakuta pale geni utakayokuwa unakuja kupata ni bilioni 6 tu, si ndio maana yake? Lakini tukumbuke kwamba huu mradi tuliupa exemption kwenye second shadow. Tulisema zile transfer zote za framework agreement ambazo mtu ana transfer kwenda kwa government zitakuwa na nini? Zitakuwa na exemptions. Kwa kama zitakuwa na exemption, intention ya sheria ilikuwa ni nini? Lazima tuangalie. Wenzetu wana sheria hapa huwa wanasema mischief ilikuwa ni kitu gani? Mischief mwanzoni ilikuwa ni kwamba, na ukisoma hata sheria za madini, sasa ukisoma na sheria zingine inasema kwamba purpose ya huyu mtu, hata kama government ni kutransfer ili waweze kuoperate ile project, purpose yake haikuwa ni kuuza, ilikuwa ni yeye mdevelop huyo project pamoja. Yeye anaamua sasa. Ndio kuna kitu ambacho sheria ya madini sasa hivi hapa inafanya, inazuia sana hicho kitu, kwamba umempa mtu project, yeye ateki ile project anaifanyia udalali, kitu kama hicho. Na unasema subsotio. Sasa huyu ameamua, mimi hii itefo shampa serikali ya kwake 16%, mimi na itefo yangu nauza. Sasa loophole inatokea wapi? Anauza 84 ambaye cost aliyopata ya kuhamia kwenye huu mradi mpya ni market value. Kwa hata kavyouza kwenda kule kwa yule mtu mwingine atalipa capital gain ndogo sana. Lakini unaweza kuta hii project wakati kabla haijahamishwa kwenda kwenye hii joint venture company kutoka kule kwake, alikuwa ametumia bilioni 10 tu. Kwa hiyo ukiangalia gain yake hapo utajikuta kwamba ameuza kwa 90 bilioni, si ndio maana yake? Na cost iliyokuwa imekuwa incurred labda ni 10 bilioni, utatoa labda ile 16%, hizo si ratio. Kwa hiyo utajikuta 90 bilioni, toa ile cost ambayo amekuja kutoa 10 bilioni, anakuwa na gain ya ngapi? Ya bilioni 80. Lakini kwa vile wewe uliweka sheria, na sheria inasema kwamba hiyo market value lazima utransfer kwenye market value kwenye project mpya, utajikuta kwamba anakuja kuchukua ni 90 less 84 bilioni. Umeshaona? Kwa hiyo mwaka jana tukataka kukiwa hicho kitu, tukaenda kutengeneza proviso ya mwaka jana, tukasema kwenye hii transfer between associate ambaye alikuwa na mwaka jana tusema ambaye amepata ile advantage ya ile market value, sawa, kama atatransfer hiyo asset kwenda kwa third party, kwa sababu ni part of the project, lakini anamuuzia mtu mwingine, watatu anarudi, yeye anatoka, tutarudi kwenye original cost ya project, kwa sababu intention ya project ni undertake, sio kufanyaje, sio kuuza, sio investment ile. Ndio maana kwenye madini, kwenye miradi tunapiga sana vita kwenye hata government ukiangalia motive yake mbele inapiga sana vita mtu kuja kufanya udalali wa nini? Udalali wa leseni. Mtu apewe leseni afanyeje? Achimbe, tuone ile value. Kwa sasa hii kitu kilichotokea mwaka jana kikaleta shida nyingine. Kilileta shida gani? Kumbuka wewe, hii sheria ina include kutransfer asset with no consideration na transfer asset between associates.
ambao utajikuta mtoto wako ukifuata definition ya associate, kijana wako au baba yako hapa amekupa kiwanja, si ndio? Lakini kwenye 44 kwa sababu exemption tulienda kutoa kwenye mradi wa serikali, hii ambayo unamtransfer mtoto wako utalipa capital gain kama kawaida, si ndio? Sasa kama umelipa capital gain na kwa kijana wako umemtransfer hiyo asset value ni milioni 100, wewe ukalipa capital gain ya 10% ambao umeshalipa, kwa nini sheria ya mwaka jana ije iseme kwamba unarudi kule kwenye original cost wewe unapotaka kuuza, wakati huyu mtoto yeye alilipia kodi, babake alilipa kodi, si ndio hivyo? Kwa hiyo cost anayotakiwa yeye aende nayo ni ile ya 100. Kwa hiyo tukaja ndo mwaka huu tukarectify tena kwamba sasa yule tu aliyepata exemption kule nyuma ndio ambaye atarudi kwenye original cost. Maelezo yamekuwa mengi sana, lakini intention ya sheria ilikuwa ndio hiyo. Nimejaribu kutoa na historia ili watu waelewe. Kwa hiyo section 44 section 118 sasa hawa wa single installment tax kama tunavyosema, wengi ni mtu amekaa na miti yake miaka 10 akaja akauza, halafu ni mara moja hiyo unaanza kumwambia tena file return. Kwa hiyo sheria imeenda hapo kwenye hiyo 118 imeenda kumexempt huyo mtu kutoka kwenye nini? Kwenye kufile return. Ndio kinachoongezeka hapo. Si sawa? Kwa ajili ya objective promote tax voluntary compliance na kureduce cost. Sababu unakuta wengi wa miti huwezi kuotesha mwaka mmoja, miaka mingi, si ndio? Yes, kwa hiyo imeenda kuongeza tu kwamba hao wanao single installment ya hizo forest produce hawatakuwa lazimishwa kufanyaje? File return. Tunaweza kuendelea?